briefing. Oldonyiro ni sub county saizi. Tunaomba location mbili waongezewe ili waweze kusaidia watu wa Oldonyiro, isaidie watu wa Oldonyiro na kuleta service karibu na wananchi. Recruitment, waziri tunakuomba next recruitment ya polisi, ya prisons, all the recruitment tunakuomba ifanyiwe Oldonyiro, wasiende Isiolo County, ili hawa pia waweze kupigania. Women empowerment, hawa mama unaona vile wamesimama kwa jua. Hawa mama walikuwa na mifugo. Mifugo zinaisha wakati ya ukame. Ni lazima tufananishe hawa na Kenya ingine ili waweze kuwa empowered. Na tunashukuru leo umekuja kuempower wa mama wa Oldonyiro. Jambo lingine ni peace building na majirani yetu. Sisi tuko shida na Samburu, upande Samburu County, Marsabit, Lesanit side, Garissa tuko na shida naye. Lazima tuweke usalama na tuwe majirani mema. Kwa hivyo tunakuomba kama utaweza kuongea na NCIC, wananchi waweze kupata ile peace building, waendelee vile ambavyo inatakikana. Registration, wangapi watoto wao hawajafanya registration ya kipande? Wamama nataka kujua, na wazee na comrades. Leo waziri amekuja hapa kuchangia nyinyi, na ni lazima mfanye kazi, mregister vijana wetu. Muko tayari? Muko tayari? Umechukua ahadi? Unajua wengine wanafikiria kuchukua kipande na kuchukua kura unasaidia mwanasiasa ama unasaidia serikali. Kipande ni haki yako, ni weapon yako. Leo huwezi kuingia ofisi yoyote bila kipande. Kura, unapiga kura kutoa kiongozi ambaye ni mbaya. Ni kweli ama si kweli? So kwa hivyo mko tayari kufanya registration? Wazazi tunawaomba. Najua jua ni kali lakini nitaharakisha. So lazima mfanye registration. Waziri, naomba mambo ya relief. Serikali iko na budget allocation. Tunaomba hawa watu wa Oldonyiro na watu wa Isiolo waangaliwe upande wa relief, hasa wale wafugaji. Kwa hivyo mimi sitaki kuchukua muda mrefu. Siasa imefika na ni lazima tuweke usalama. Mambo ya bangi, Isiolo ni den of drugs. Na sisi wazazi lazima tuchunge watoto wetu. Watu wanauana kila siku. You can imagine waziri, CBD watu wanaua hawa kila siku. People being shot in daylight, saa moja ya jioni. Ni lazima tuweke usalama na mambo ya drugs ambazo zinatoka Ethiopia iwe control, na serikali lazima iwe imara. Askari wetu ambao wanafanya mambo ya operation hawana magari, tunakuomba uequip hawa askari ili waweze kupigana na wahalifu. Askari zetu hawana manyumba. Some of their houses are condemned, especially Isiolo headquarters. Ni zile nyumba za ukoloni. Kwa hivyo tunaomba housing program iletwe Isiolo ili isaidie askari wetu. Hakuna namna utaambia askari enda chunga mtu fulani na yeye hana pahali pa kulala, ama anaangalia huko juu anaona hii nyumba inaporomoka ile time. It's really very unfortunate. So kwa hivyo mambo ya Kipsing tumekuelezea, police post. Tunaomba Kipsing tupatiwe police post kwa haraka, kwa sababu kuna uhalifu inaendelea hapo Kipsing. Ya mwisho, mimi watu wa Oldonyiro mumenijenga safari mbili. Si ndio? Ni kweli ama si kweli?
Ni kweli ama si kweli? Kama senator, sio? Na mimi nashukuru, nafikiria nimewafanyia kazi, isipokuwa wengine wanasema Fatuma kazi yake ni kupiga kelele katika Senate. Na ujue umenipigia kura kupiga kelele na kukosoa county government. Hata waziri anajua ya kwamba hiyo ndio kazi ya senators. Hakuna budget mnapatiwa. Lakini hapa Oldonyiro nimejaribu kusaidia pahali ambapo ninaweza. This time round mimi nataka kupanda juu. Mimi nataka kushuka kwa county. Mnanielewa watu wa Oldonyiro? Mnanielewa? Nikiwa senator nimewasaidia kiasi hii. Na nikiwa governor je? Ama mnasemaje? Mlichagua wanaume mara 3. Mnaona ile kazi wanafanya. Si ndio? Nana amesema mama hawezi kuwa governor? Niko na masomo, niko na experience, niko na uwezo ya kuhakikisha ya kwamba hii county imesonga mbele. Kwa hivyo wananchi wa Oldonyiro, mimi ni msichana yenu, ni dada yenu, ni ndugu yenu. Naomba kiti ya senator tupiganie na hawa wanaume. Mko tayari? Wangapi wako tayari kunisupport kwa kiti ya governor? Mko tayari? Gavana ni mama. Gavana ni tulo. Gavana ni tulo. Haya. Mimi niko katika serikali. Na sisi wafugaji hatuwezi kusurvive bila kuwa ndani ya serikali. Wacha wale watu wanazunguka wanadanganya nyinyi. Si leo serikali iko hapa. Kuna wale wako opposition wamekuja kusaidia nyinyi. Ni lazima sisi wafugaji tubaki ndani ya serikali. Ndio tupate matunda ya Kenya yetu. Tumeelewana? Sisi kama viongozi, mimi hasa Fatuma Dulo, nasema Ruto 2 term. Ruto wapi? Mtarudisha William Ruto? Hebu nionyesheni kwa kidole Ruto 2 term. 2 term. Harambee! Harambee! Hiyo sauti William Ruto hajasikia State House. Na si mumeomba safari ya kwenda State House. Kama hajasikia atakubali mkuja State House mkunywe chai. Atakubali sio? Harambee! William Ruto! UDA! Asanteni sana. I think waziri, I've done my speech. Nitaalika na nitawapa dakika 3 kila aspirant with your permission. Unajua waziri, mikutano kama haya, kama wewe utaweza kuandaa mkutano yako, lazima unyemelea hapa. So kwa hivyo nitapatia kila aspirant dakika 3. Unasema jina lako, unaoania kiti gani, na unasema munijenge. Mtu wa kwanza ambaye nitaita ni Mheshimiwa Lekishe, if I'm not wrong. Makofi kwa Mheshimiwa Lekishe. Dakika ni 3. Mheshimiwa Waziri Usalama, ndugu yangu Kipchumba Murkomen, Mheshimiwa Senator viongozi, comrades, Domana Velo so Olbayani anda asuba bokin. Mara rokno sija washolai anda asuba bokin. Basi Mheshimiwa Waziri,
Kwa majina mimi naitwa Felix Lekishe. Felix Lekishe anawania kiti ya MP Isiolo North 2027. Mheshimiwa Senator, huyu ndio unafaa kujua, huyu ndio host, sababu mimi ndio nitachaguliwa nikiwa mjumbe wa hii Isiolo. Na hii mambo ya insecurity ya hii eneo hili la Isiolo North na Isiolo na Samburu East na Isamis, Mheshimiwa Waziri, mimi nakuomba tu kwa hii muda kabla nichaguliwe nikiwa mjumbe, mimi naomba tu unyoroshe. Mimi nikikuja nikiwa mjumbe, mambo ya insecurity tutasahau, tutasika kwenye kaburi la sahau. Hakuna mama tena atamwaga machozi, wala mtu yeyote Mkenya atapoteza mali yake. Mimi nitakuja nikiwa nambari 1, nikiwa peace ambassador. Mheshimiwa Waziri, mambo mengi yametajwa na viongozi hapa. Hii eneo hili limesaulika kwa muda mrefu sana. Na mimi naomba waziri, kwa sababu viongozi wameomba safari ya kwenda pale Ikulu, mimi naomba kabla tu hao wangwana waende Ikulu, ama ukipanga waende Ikulu, hao wangwana wamekuwa wakiperform vizuri sana kwa mambo ya elimu, kwa mambo ya music festivals, lakini waziri, tangu serikali ya Kenya ipatikane, hata school bus, hata school van hakuna. Mimi naomba waziri, kwa sababu His Excellency wakati alikuwa naibu wa rais, wakati alikuja hapa Oldonyiro wakati wa uchaguzi wa 2007, alikuwa na candidate wa URP. Na alipromise hawa wangwana ya kwamba akichukua serikali atawapatia school bus. Mimi naomba Your Excellency ukienda pale wewe unyoroshe hiyo maneno, hawa wangwana wapate school bus, hata hao wajienjoy na wajisikie kama Wakenya wengine. Sinamna hiyo? Bas losholai kayo tanairo tondoropo oleng. Kamo nuntai takanya oleng. Ajeki Kore bunge yoltuta le lari le Nakura nukuboito 2027 na la yeni na ngara ina yuno na la yeni adal nger le naji la yeni oltu angor kuna kulipo ana na kamun nda jeki kore la rais amu loingoni na lungana chamlara matak maraki gala ka motu mosiagan ya tutam endo duak se ya lo shola ya ibonyul kumojiga ajo tutam le la rais langa juruto anda ya tutam tutam anda ya tutam anda ya tutam asha oleng osa le kise inja cholori galol bungay ando duai si ya lol geksel bungay asha oleng kama yanta ngai. Asante sana. Thank you. Next, Francis Lekalasime, I think is representing county government. Tafadhali usitupatie hotuba. Salamu na useme wewe unawania kiti gani na uliza wananchi wa kujenge. Bwana Waziri, Mheshimiwa Murkomen, Mheshimiwa Senator, viongozi wengine, all protocols observed, habari zenu. Jamii ya Oldonyiro, habari zenu. Eserian. Anta bai jangak matodua jikoro kinete. Haya sholing. Kwa ufupi sana, kwa jina mimi waziri naitwa Francis Lekalasimi. Mimi ndio saisi nashikilia kama Chief Officer in Charge of Lands, Fiscal Planning, Isiolo County kwa serikali ya Governor Guyo. Kwa wakati huu ningependa kuchukua fursa hii kurudishia Mwenyezi Mungu shukrani, kurudishia pia viongozi wote wakiongozwa na Waziri Murkomen, wakiwa pamoja na senator pamoja na viongozi wengine, kuchukua fursa yao kuja hapa kuhakikisha wamefanya mpangilio ya kusaidia jamii ya Oldonyiro kupitia akina mama na vijana. Tunasema sana asanti, na ningependa kusema ya kwamba kwa wakati nyingine pia county iliweza kufanya mpangilio wa kusaidia vijana, na leo tena senator amekuja, na sisi tunasema viongozi wote wafuate mkondo huo. Jambo lingine ningependa kusema, kwa sababu tulipeana request zetu, ni kwamba Oldonyiro Township iko na shida ya maji. Iko na shida ya maji kabisa.
kiwango ya kwamba hata mtu akijaribu kujenga sehemu ya watu kulala, changamoto kubwa ni maji. Na nafikiri viongozi wote kupitia governor, senator, MP, MCA wote wameweza kujua ya kwamba Oldonyuro hakuna maji. Na sisi tulikuwa tunatarajia mega dam iweze kufanya kazi, na kidogo ni kama inataka kutuchenga. Kwa ufupi, kuna laga 2 ama 3 ziko Oldonyuro, na maji inaweza kutegwa kupitia seasonal rivers kiwango kubwa, kwa sababu sehemu nyingi Kenya townships zinasupplywa maji na groundwater harvesting. Jambo lingine ni kwamba pale Oldonyuro kuvukia kuelekea Labarisherek, upande wa Labarisherek na Oldonyuro tulisahau kwa wakati ile tulikuwa na uongozi wa viongozi pamoja na wewe, kuna daraja 2 tunahitaji pale Oldonyuro township kuvuka Kambia juu kuelekea na Labarisherek, kwa sababu zile zingine ninaona equalization fund imeshughulikia. Jambo la mwisho ni kusema asanti, kwa sababu hawa wanafunzi umeona wako tayari kusoma, na wengi wanataka kufika kiwango wewe mwenyewe umefika. Tulikuwa tunafurahi kuona presentation yako kwa Senate, na hawa vijana ni masomo peke yake itawafikisha pale. Kwa ufupi, ningependa kusema entini mwakita amanta itayo neni itini ngoda joka yu na ya lori kalem sie tanetu itini ngoda netu anta bai jangai kul tongono tinungo aya kajo ta sholing kato jo tadi ka umon lori kalem sie namara kajo ke tornol bayonoti ana kamen ntoka na ya altungani poki kedede tana medede na ikinchosho tana mekinchosho pala silikai kasi. Nimeuliza kama mtanipea ama mtanipea niende nifanya kazi zingine. Wangapi watanipea? Usidanganyane, inua mkono. Sawa, asanteni na Mungu awajalie maisha mema. Asanti Francis. I think nimewapatia dakika 3 peke yake. Naalika sasa Grace Lolim ambaye anawania kiti ya Women Rep. Makofi kwa Grace Lolim. Dakika ni 3 tafadhali. Bwana CS Kipchumba Murkomen, viongozi wa serikali, viongozi wa siasa, vijana, kina mama na wazee, amjambo. Amjambo tena. Kwa majina ninaitwa Grace Lolim. Mimi nawania kiti ya Women Representative Isiolo County. Na ninajua kwamba nimefanya kazi. Mimi kabla hata nifikirie kuwania, Memlochon, mimi ni chairperson ya Indigenous Women Council ambayo inaleta 27 counties pamoja. Na Bwana CS, tunashukuru sana kwa sababu one of the Indigenous Women Council member ndio wale tunachangia siku ya leo. Tuko na networks ambazo zinatoka 27 counties ambaye ni Indigenous Women from Pastoralist Community, Feature Fox na Pastoralist, Feature Fox na Hunters and Gatherers. Tumewaleta pamoja kwa sababu shida zetu zote kama wamama ni moja. Na saa hizi ndio nimefikiria wacha niingie kwa serikali kwa sababu kuna policies ambazo bado tunaona zinatusumbua, na kuna hiyo women empowerment iko pale. Ingekuwa hata ni women representative amesimama hapa kuweza kutafuta hizo pesa ili mama waweze kusaidiwa kama ile kidogo ya ngafu inashinda. Kwa hivyo sina mengi ya kusema. Wamama, wazee na vijana, naomba kura ya women rep. Mtanipea? Ninatosha kweli ama sitoshi? Ninatosha. Kwa hivyo mimi ninasimama women rep, ninaomba munishike mkono. Kuna wale wengi Oldonyuro wamesema wajaniona. Si mumeniona leo? Na nitakuja. Asante Grace. Sasa ningependa kukaribisha our sister Banis. Mnamjua Banis? Mnamjua? Hamjui msichana yenu? Makofi kwa Banis. Banis anafanya ofisi ya IG. Ni msichana yenu kutoka Samburu County. Na leo amesema lazima aje asimame na nyinyi.
Ngoja aongee kwanza, alafu utamvalisha. Asanti sana waziri wetu Mr. Kipchumba Murkomen, na senator dada yangu mwenye tumesimama na yeye hapa. Waziri, asanti, na viongozi wote wa Samburu. Ese Rian Pokin, Maisi Sinkai, ikining toto de. Aya, maitringata na ininingshom kaya kado yung kailpa yan kitok. Maraneja. So asanti sana waziri, nimewaambia tu watulie, najua jua ni kali, tuwakusikize. Na kwa niaba ya community hii, mimi ninasema asanti sana waziri kwa kuja. Waziri ni boss yangu, na kwa protocol ya serikali sifai kuongea sana kama ananiangalia, lakini naomba tu niseme maneno mawili matatu kama umenikubalia. Asanti sana waziri. Mara mingi waziri, community kama hawa wamesaulika. Nilikuja hapa mara ya kwanza last year na Bishop Pastor anakumbuka. Tulikuja kwa sababu ya kujaribu tu kuelewa maneno ya hii community. Na hii community wako wametoka Samburu, wengine wako Turkana, wengine wametoka Isiolo na Laikipia. Na wakakuja wakaungana pamoja wakakuwa jamii. Na changamoto moja vile nasikia, tuko na maneno ya insecurity, si ndio? Nakumbuka tukikuja tukakuambia after hiyo tukapea feedback waziri, tukasema tungetaka wa post DCC. Na asanti kwa sababu umepost. Hawakukuwa hata na DCC, walikuwa tu na sub county na hakuna maneno ilikuwa inaendelea. So malalamishi yote waziri amesikia na ataendelea kuwasikiza. Si ni kweli? Ya pili, sisi ni wafugaji. Si ni kweli? Tunafuga ng'ombe. Na sasa hivi kila mtu anatafuta kura. Na hata watu wakitafuta kura kama mheshimiwa hapa Dulo, tunasema all the best. Na wakati ya watu wa kutafuta kura ndio kuna kuanga na insecurity. Kwa sababu watu wanatofautiana mara mingi kwa sababu ya kidemokrasia. Lakini naomba kama jamii, mimi ni msichana wenyu, waziri ni mfugaji, hata rais ni mfugaji. So tulikuwa tunaomba tu, saa hii mpaka tufike election, hata senator ni mfugaji. Tutulie tu, tupigane na siasa kwanza, tuache insecurity. Marato mononda, mati ningota Kenya. Na daini taja mata mlingobo. Mata saketa ataramat tankanyit. Mata siasa, lakini maneno ya insecurity, enti giratangas motumo rais kura. Kore na hapa ya baki ni akata ninyanyal kulie. Maraneja? Kwa hivyo tafadhali, saidieni sisi, mupunguze maneno ya insecurity, mpaka tumalize na tuendelee. Waziri, reason why hao watu wanafanya ile maneno wanafanyanga ni kutafuta maendeleo. Hawana maji vile wamesema, hawajasoma. So tulikuwa tunaomba, kwa sababu wewe ni mmoja wetu, umetoka kabila ndogo ndogo kama sisi, na wewe ni mfugaji, fanyeni tu Marshall Plan kama ile mnafanya Kenya mzima. Wapate maji, wapate mabarabara, watoto wasome, wapate kazi. Si ni kweli? Mimi niko ndani, so tutawaomba mtupatie tu nafasi, tujaribu kuwapanga vile rais anasemanga, si ndio? Na tukiwapanga hata nyinyi mpangike. Vile senator alisema, sijui kama mko na kitambulisho. Mko na vitambulisho? Na apart from kitambulisho, mmechukua kura. Unajua, hii dunia saa hii hatutaheshimika kama hatuna kura. Si ni kweli? So lazima ya watakura hii, mato shabaki yo kura. Piki ya kukumo. Niki jingna atwal kulia tungana pa na namba hii data ataikeni. Na atini kiwenya kayo eritangishu, nimiki ata namba hii, meata nani kuboito. Maraneja? Na kututafute kura, tujisajilishe. Sitaki kuongea sana, niliomba tu wafanye hiyo vitu mbili.
wajiandikishe, wakuwe na usalama. Na ya tatu, kuna tena miradi ya serikali. Kuna maneno ya health inaitwa SHA. Nilikuwa hapa nikawauliza, mumeingia SHA? Itijengade SHA? Na nikawaomba last time